Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha, somo ambalo tunakwenda kutafakari na kichwa kinachosema matarajio yasikuumize ukapoteza dira ya maisha yako. Ni somo zuri sana. Watu wengi wamepoteza dira ya maisha kwa sababu ya kuumizwa na watu waliowapenda, watu walioamini, watu ambao waliweka matarajio makubwa kwenye maisha yao. Na somo hili kusudi lake hasa ni kutusaidia tusifike mahali pa kupoteza tumaini kwenye maisha yetu. Mungu akubariki sana unapoanza kujifunza mahali hapa Nuru ya Maisha. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha sana. Ukapoteza dira ya maisha. Kuna maumivu ambayo hayaji kwa sababu mtu alikukosea. Hayaji kwa sababu jambo lilishindikana kufanyika au kutokea. Yanakuja kwa sababu ulitarajia. Ulichokitarajia ndicho kinachogusa hisia zako. Hasa pale kisipotimia, moyo unaumia. Biblia inathibitisha jambo hili katika kile kitabu cha Mithali 13:12 inaposema, kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Moyo ukiumia na usipojua namna ya kutoka hapo, kuna uwezekano mkubwa wa kupoteza uelekeo katika safari ya maisha yako. Ile kitabu cha Mithali 4:23 Mungu anasema hivi, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Moyo unatakiwa ulindwe kwa gharama kubwa sana. Ukiumia moyo, chemchem za uzima hazipatikani. Na hapo ndipo anguko la mtu linapoanzia, moyoni. Sasa tuangalie maumivu na matarajio. Sio kila kinachotokea kilichotarajiwa kinaumiza. Kinachoumiza ni kile ulichowekea matumaini makubwa. Ulipoweka matarajio makubwa kwa mtu au watu, ulimpa nafasi ya kugusa moyo wako, au ulimpa nafasi kubwa katika moyo wako, huku ukitarajia matokeo fulani. Hapo unakuwa umeifunga amani yako kwenye majibu unayatarajia. Sasa huyo mtu inawezekana kabisa ni mume wako, au ni mke wako, au ni mchumba wako, au ni rafiki yako, au ni partner katika biashara na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo unapoweka matarajio makubwa, alafu hayo matarajio makubwa yasipotimia, moyo unaumia. Hali yako ya ndani inakuwa ngumu sana, na usipojua namna ya kutoka, ni rahisi sana ndoto kuvunjika, uelekeo wa maisha kupotea kabisa. Kwa hiyo somo hili litakusaidia sana namna ya kutoka mahali hapo. Angalie matarajio na hisia. Matarajio huunganisha hisia. Unapotarajia unafungua mlango wa moyo. Likitimia unafurahi, lisipotimia unaumia. Na hapo ndipo somo lilipo. Sio kwamba usitarajie kabisa, bali usifunge moyo wako kupita kiasi. Usitarajie kupita kiasi. Tarajia kwa hekima, si kwa utegemezi wa hisia.
Kumbuka, katika maisha jambo hili, mtu anaweza kubadilika, hali inaweza kubadilika, mipango inaweza kubadilika, lakini wewe usiruhusu amani yako ibadilike kwa sababu ya matarajio kutokutimia. Mungu anatukumbusha jambo hili. Yeremia 17:7, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Unapoweka matumaini yako ya mwisho kwa Mungu, binadamu akishindwa, moyo wako hausambaratiki. Mazingira yakibadilika, imani yako inabaki imara. Mungu akatai wewe kuwa na matarajio. Anachokufundisha hapa ni mahali gani unayaweka hayo matarajio. Kwa ufupi, usiweke matarajio yako makubwa kwa mtu au kwa watu. Utapoteza dira kwenye maisha. Nimeona vijana ambao wameingia kwenye mahusiano ya kutaka kuolewa au kuoana wakiwa na matarajio makubwa, na wakaweka matarajio makubwa kwa hao partner zao, na baadaye hayakutimia. Waliumia sana. Kwa hiyo wako watu wengi sana wanaweka matumaini kwa watu. Wako ambao wameweka matumaini kwa wake zao, wakaona vitu vya tofauti kabisa, wakaumia, wakajuta kwa nini walioa. Vivyo hivyo wako wanawake ambao wameolewa wakitarajia matokeo makubwa kutoka kwa wanaume wao, lakini haiko hivyo. Wamepoteza dira kwenye maisha, wameumizwa sana, kwa sababu walichokitarajia sicho walichokikuta. Kwa hiyo usiweke matarajio makubwa kwa watu, weka matarajio makubwa kwa Mungu. Habadiliki, habadilishwi na mipango yetu. Yeye ni yule yule. Kwa hiyo hilo ni funzo kubwa, ili usije ukapoteza dira kwenye maisha yako. Angalia uponyaji wa ndani. Kama kuna kitu kilikuumiza, jiulize kwa upole, nilitarajia nini? Niliwekeza moyo wangu wapi? Wakati unatafakari hayo, usijilaumu. Tambua, kisha jifunze, kwa sababu maumivu hayaji kukuangamiza, yanakuja kukufundisha. Kwa hiyo sasa uko kwenye maumivu, yasikusumbue. Tafuta kujua wapi ulitarajia, nini ulitarajia. Jifunze, na utaona Mungu akikusaidia kukuvusha mahali ulipo. Hitimishe kwa staili hii: kile kinachokuumiza kinafunua kile ulichoamini, kile ulichokipa uzito, au ulichojengea matumaini makubwa. Kwa lugha nyingine, maumivu ni kioo cha matarajio. Weka matumaini ya mwisho kwa Mungu, si kwa mwanadamu au mazingira. Binadamu hubadilika, hali hubadilika, lakini Mungu habadiliki. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.